mpenzi mtazamaji wa DMTV na DM Update on Facebook. Bado tunaendelea kukutana na wasanii na watu wenye vipaji ambao Mungu amewabariki, amewapa vipaji mbalimbali ndani ya mji wetu huu wa Morogoro. Na leo tena kwa mara nyingine nimekutana na yule kiboko ya wachawi. Kiboko ya wachawi wa kule kwenye ile movie ya Msukule. Yeye atasema tena leo, maana inawezekana wewe bado hujamfahamu ni nani. Mimi namuita kiboko ya wachawi. Yeye atajitambulisha ni nani na tutasema naye anataka kusema nini na sisi leo kwa habari ya tasnia ya Bongo Movie. Ndugu yangu, mambo vipi? Poa tu kaka. Za siku? Safi leo kwa mara nyingine tena tumekutana. Bwana, naona unapendeza sana. Niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, vizuri. Natamani watazamaji pia wakujue ni nani unaitwa? Mimi bwana naitwa Wabonzo. Pia ukiniita mtumishi au kiboko ya wachawi hujakosea. Unajua movies zinatugea na majina vile vile. Okay, kiboko ya wachawi wa Tanzania nafikiri wanaendelea kukufuatilia. Wapo wanaokufahamu, wapo ambao wasiokufahamu. Nafikiri wanatamani wajue sasa hivi katika mkoa wetu wa Morogoro, naona mkoa wetu umeamka na ninasikia sasa kuna tuzo ambazo zinaendelea kwa habari ya wale wasanii ambao wamekuwa wana makundi mbalimbali wakiigiza, wakifanya vyema vizuri katika tasnia ya Bongo Movie kama uigizaji. Sasa labda niseme tu kwako wewe, unazungumziaje kwa habari ya hili jambo ambalo lina viongozi au sijui niseme bodi ambayo imeamua kutengeneza mchakato wa kutoa tuzo juu ya wasanii ambao wana vipaji kwa ajili ya kuigiza. Wewe kama msanii na huko hapa Morogoro, na natamani nifahamu kwamba wewe kama wewe unalizungumziaje hili swala? Asante sana bwana Daudi. Mimi nashukuru sana ndugu yangu. Mimi nilikuwa na kiu sana siku moja niweze kutembelewa na channel yote au host yote tuweze kufanya mazungumzo juu ya hivi vitu. Usani kwenye tuzo, mkoa umechangamka sana. Tumeona game ya Bongo Movie imerudi. Mpaka sasa hivi tuna tuzo. Kuna Azam nani wanaandaa matuzo. Tuko na Somba ya mkoa wa Morogoro pia nao umeandaa tuzo. Usikosei kama huu ni msimu wa 3. Msimu wa kwanza tuzo zilifanyika tu ilikuwa Morogoro tuna wilaya zake. Lakini mwaka huu wamefungua milango ya fursa ya tuzo. Wasanii wametoka kutoka Dar es Salaam, tuzo kutoka Pwani pamoja na Tanga na Morogoro wenyewe. Hii yote kwa sababu kutugea chachu sisi ambao tupo ndani ya mkoa tusilemae. Wewe unajisikiaje? Tuzo zinafanyika mkoa na sisi zinakuwa zinatukosa. Kwa mimi niseme tu walo challenge hizi tuzo zifanyike Morogoro na siku kuanzisha tuzo zinakuza vipaji vyetu na fursa nyingine pia. Okay, labda Watanzania au watazamaji pia wanatamani kujua hizi tuzo zinawafesi watu gani? Sawa. Hizi tuzo bwana, kwanza huwa zinaandaliwa kwa matangazo maalum. Msimu tu wa tuzo zikifika kwenye mitandao ya kijamii huwa matangazo yanatokea. Yeyote yule ambaye msanii anajiona anaigiza na ana kazi yake na atimiliki anaipeleka pale. Kama unaanza kufanya short film, kama una single movie, kama una tamthilia pia unapeleka pale, unakusanya kazi yako inafika kwenye tuzo, basi mwisho wa siku itatangazwa kama umepita, umekuwa wangapi, umeangukia pua hivyo. Okay, kwa hiyo wewe unawashauri na wale ambao wanatufuatilia ni wasanii nao pia wamekuwa ni waigizaji na wao pia wanaweza kuleta tuzo zao, kazi zao katika hiyo bodi ili pia na wao pia wazikague ili ikiwezekana na wao wapate tuzo. Ni kweli sema kwa sasa hivi wameshachelewa, tuzo zimeshatoka tayari na tunachosubiri hapa ni usiku wa tuzo. Nadhani umechelewa. Usiku wa tuzo utakuwa ni tarehe 28 mwezi Novemba nadhani. Imechelewa kutokana na issue za udhamini, lakini sasa hivi udhamini umeshapatikana na tuna matangazo kwenye mitandao ya kijamii kwamba tarehe 28 usiku wa tuzo, lakini hawakufanya vibaya sana kwa sababu tuzo wameshagawa tayari. Kuna watu ambao wana tuzo zao, tumeona kwenye mitandao ya kijamii watu wamepata tuzo zao. Safi, inaendelea kukuza. Okay, basi labda nikuulize swali. Wewe kama msanii pia wa Bongo Movie hapa Morogoro, je, wewe umepeleka kule, umeshiriki kwenye hiyo tuzo? Hususan mimi kama mimi blaza kwenye tuzo sijathubutu kupeleka kazi kwa sababu blaza tuzo na vitu vingi sana.
nilifocus cha kwanza niandae kazi bora. Niandae kazi bora nikipeleka pale kusiwe na maneno mengi, kwa sababu unajua hizo tuzo kuna watu wanaongea sana, tuzo zinabagua, watu wanabagua, watu wanapendelea, watu wanafanyaje, ili ya maneno yasiwepo. Andaa kazi nzuri. Wewe umeandaa kazi yako, umefika pale mbovu, ndugu yangu, watarajia uende ukashinde, unatarajia uje ukiangukia pua uje waseme watu vibaya. Hamna. Kwa hiyo wewe una kazi mbovu sasa hivi au maana unanitia kwenye kigugumizi? Kwa mimi kwa mwaka huu kusema kweli sijajipanga kupeleka kazi kwenye tuzo, kwa sababu nilikuwa niko busy sana. Cha kwanza niko busy na tamthilia ya Msukule location na back to back. Kama unajua sisi kila baada ya siku mbili tunapost kipindi, kwa muda kupeleka kazi kuprocess, afu tunashuti nje kidogo ya mkoa, imekuwa ngumu sana, hivyo imenibana. Lakini msimu unaofuata mwakani kwanza tarajie mimi nitapeleka kazi pale kwenye tuzo na itafanya vizuri. Okay, lakini wewe pamoja na bodi yako hii ya mlioitoa hii movie ya Msukule, hii mmeshiriki kule kama company, yani mmeshiriki? Hapana, sisi kwa bodi ya Msukule kipindi tupo tunashuti, ilikuja idea bwana, kuna tuzo tuweze kupeleka pale, tukisema tuko busy sana, ufuatiliaji mambo mengine tuko busy, Msukule hatuwezi kupeleka kwa mwaka huu kwenye tuzo. Amuoni kama mmefeli, kuna sehemu mnafeli na sisi kwa sababu nyinyi ni wasanii ambao mnatoka Morogoro, na kuna watu ambao wanatufuatilia wanatoka mikoa mbalimbali, lakini wapo watu wa Morogoro. Inawezekana watu wa Morogoro pia wanatamani kujua kwamba wazawa, watu wa nyumbani wanajitahidi vipi ili tuwape support. Sasa kama hii bodi, hili jambo linafanyika Morogoro na nyinyi mpo Morogoro, na nafikiria walioshiriki wengi katika movie ya Msukule wanatoka Morogoro yani kubwa tu nikwambie, washiriki wa Msukule vile pia wapo wengine wamechukua tuzo zimetoka. Nimeona watu ambao walikuwa nominated pale, kuna mzee kama Ramadhani kama amechukua kama mwigizaji bora wa kushirikishwa, na ukimzunguzia mzee kama Ramadhani kama ni mzee ambaye tupo naye kwenye Msukule. Kwa kama sisi hatujapeleka Msukule, lakini yupo mtu pale amechukua tuzo. Pia ukimcheki mzee Kasisi pia na wenyewe pia kwenye zile tuzo amechukua tuzo. Tumeona majina pale na tumeona nafasi ya tuzo imetoka, amechukua tuzo. Anatokea wapi pia naye kwenye Msukule pia amecheza na mwenyewe pia yupo. Kwa hiyo ni kama familia ipo pale. Ila sasa mimi binafsi niwe muwazi, umjanitendea haki kwa sababu nilikuwa namfuatilia sana Kiboko ya Wachawi. Ninaamini kabisa hata na wewe mtazamaji ambaye unamfuatilia Kiboko ya Wachawi kwenye ile movie ya Msukule, unaona kabisa hajatutendea haki, na uta comment hapo chini utasema kweli hajatutendea haki Kiboko ya Wachawi. Kwa nini asiende kushiriki na ili maana kafanya vizuri na amecheza vizuri. Sijui kama namsifia mimi. Labda tu niseme kitu kimoja, ndugu yangu wa Bonzo, watazamaji nafikiri wanatamani pia kufahamu wewe ni mwenyeji, ni mzaliwa wa Morogoro au ni mkazi wa Morogoro au ni wapi ambako unapatikana sasa? Mimi bwana ni mzaliwa wa Morogoro, kusema kweli mzaliwa wa Morogoro, na sanaa ina mapana sana. Mimi nafanya sanaa mkoa wote na nchi yote inapohitajika. Okay, sawa, lakini kwa hiyo wewe ni Mruguru? Mimi ni Mruguru halisia kabisa. Bwana we. Okay, na mpenzi mtazamaji wa DMTV, DM Update, tunaendelea kufanya mahojiano kidogo mawili matatu na ndugu yetu wa Bonzo, aka Kiboko ya Wachawi. Ili jina amejichukulia maarufu katika ile movie ya Msukule. Bado inaendelea kukusihi wewe ambaye bado haujafuatilia movie ya Msukule, nenda Facebook, utaona kule Facebook vipo vipande vidogo sana, lakini ukienda YouTube ukiandika utaipata. Lakini pia kama una flash yako karibu na mikoa yote ya Tanzania, ukisema nataka movie ya Msukule, utamkuta Kiboko ya Wachawi. Utaona kazi yake na balaa lake, nini ambacho amekifanya mle katika ile movie. Labda tu niseme cha mwisho ni nini ambacho unawaambia watazamaji ambao wanatutazama na wanakufuatilia katika tasnia yako ya uigizaji? Watazamaji, mimi niseme kwamba nawapenda sana. Muendelee kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii. Ukija Facebook pale natumia Wabonzo Chapter, ni content creator vile. Ukija pale utakuta kuna kazi nyingi sana, kuna content nyingi sana. Ukija TikTok pia natumia Ron Media, unakutana na content nyingi sana ambazo unafanya. Kuna za kuvunja mbavu, utacheka. Kuna content za kuelimisha vile. Kwa hiyo niko pamoja na nyinyi watazamaji wangu, mashabiki zangu, nawapenda sana. Okay, mpenzi mtazamaji, nafikiri umesikia. Ukitaka kupasuka mbavu, nenda kwenye zile ukurasa, andika Wabonzo,
Wabonzo Chapter Facebook, Chapter na TikTok Roni Media. Roni Media. Alafu YouTube ulisema ndo bado hujapatikana. YouTube bado kidogo. Lakini mimi nakushauri fungua na YouTube tukupate kote. Sawa. Basi mpenzi mtazamaji, ni mimi ambaye nimeona nikuletea habari hii kwa habari ya wasanii, na wewe msanii ambaye unatamani pia tukutane na wewe tufanye interview kama tulivyofanya na ndugu yetu hapa, msanii huyu wa Bongo Movie, unaweza pia ukatutafuta ukatufuatilia kwa mawasiliano na namba yetu 0785395040. Ni mimi mwanahabari wako ambaye nakuletea habari mbalimbali kutoka DMTV na DM Update Facebook. Usiache kusubscribe kule YouTube DMTV News, DM News TV, na Facebook usiache kutufollow, ni pale imeandikwa Daudi Mwanisenga lakini ni DM Media. Mungu wa mbinguni akubariki. Labda cha mwisho kabla tujamaliza, una nini ambacho unataka kuambia watazamaji katika kuaga? Mimi niseme niwatakie tu siku njema, lakini tusisahau kivyovyote tarehe 28 mwezi wa 11 usiku wa tuzo, tunakuomba sana. Tunakaribisha, tutakuwa wasanii wengi sana, utafanya interview za kutosha sana. Tukutane hapo watazamaji wangu. Nawapenda sana. Tarehe 28 tutakuwa na usiku wa tuzo Morogoro. Tukutane. Okay, nakukaribisha katika usiku wa tuzo. Itafanyika Morogoro hapa tarehe 28 mwezi wa 11. Ndugu mpenzi mtazamaji, kwa wewe ambaye uko mbali ya mkoa, unaweza ukafika hapa Morogoro. Ziko hoteli nyingi, ziko guest nyingi, unaweza ukashiriki pia. Nafikiri kuna kiingilio? Hapana, ni bure. Ni bure, unakuja kujishuhudia, unawaona wote. Mzee Kiboko wa Chai utamwona live. Wale wote ambao wanashiriki tunawaona. Wale mzee nani ule? Mzee Kama, mzee Kasisi, JK Kigobola, Kitufe comedian. wote utakutana nao, utawaona. Simsahau mtu mmoja aitwa Mwajuma kadogo fulani hivi kachawi sana. Wote utawaona katika siku hiyo ya tarehe 28 mwezi wa 11. Mungu akubariki. Tunakupenda, endelea kutufuatilia. Asante, karibu.